is a Christian magazine. Kwa hiyo nikisema gazeti hili ni la Kikristo linamaanisha kwamba lina habari za kutoka kanisa la Houston, lina habari kutoka kanisa la Emmy, lina habari ya kanisa kutoka la iwe ni Hall, King Glory, Hall Cross, kokote kule ambako kunatangazwa huduma ya Kristo. So when I say that it's a Christian magazine, by that I mean that it has information regarding Pastor Emmy's church, the Umoja Church, and the various churches that we network with. Kitu kilichoongezeka katika ile gazeti ni kwamba tumezoea kuona magazine za kanisa, tusichukulie kama magazine za kanisa kama zile zinakuwa profile magazine, kwamba inazungumza tu huduma ya umoja. Hapana. Gazeti hili limejaa article na content za aina zote ya maisha ya Mkristo. So now, when we're talking about a Christian magazine, it doesn't mean that it only carries articles and content from Umoja magazine, but it also contains things pursuant to the Christian life, with regards to different people and things that happen in a person's walk with God. Tunayo page inazungumza kuhusiana na shuhuda. We have a page which talks about the testimony of one of our sisters. Tunazo shuhuda nyingi zinatokea katika makanisa yetu tofauti tofauti ambazo pia zinagusa wengine zinapowafikia na kuwajenga. Tunaamini Wakristo tunajengwa sana na shuhuda zinazotoka katika madhabahu. Kwa hiyo page hii itakuwa ikitoka na shuhuda mbalimbali za aina tofauti tofauti. Tusitegemee tu kutoka Umoja Church bali makanisa mengine pia kwa ajili ya kutujenga kama Wakristo. So you know, like how people are encouraged and strengthened by the testimonies that they hear. So the first page is going to contain testimonies. Different testimonies will be there, but not only testimonies from Umoja Church. They can be testimonies from anywhere. Vijana tunaamini ndio wanaojenga taifa la sasa. Tuna page inayohusu vijana. Lakini ukiwa mlokole hatuna maana kwamba uwe mshamba. Mitindo, ujio unaokuja mitandao inatuhusu hata sisi wa Kristo. Lakini katika lengo lipi? Sio la kuvunja imani yetu na kuchafua mwili wa Kristo. Kama hii page unaona vijana wetu hapa tumeandika modo hizi suruali tunavaa za kubana zinawapendeza sana. Lakini je, tunauliza hapa kwamba je, ni sahihi vijana kuvaa modo kanisani? Ukisoma ndani utajifunza vitu vingi. Kuna mifano mingi imetoka hata kwa watumishi wa Mungu. Sasa tunavaa masuti, lakini akitokea Musa hapa hizi suti alikuwa hazijui. So now in this particular page we will put articles that concern the youth. Okay, just because you're born again and you're saved, it doesn't mean that you should look shabby. And so here we'll have a lot of topics that will teach us the proper attire for the youth. For example, if Moses were to come here today, I doubt that Moses would be wearing a suit. Tunayo content kwa ajili ya watumishi wa Mungu. And we have content for the men and women of God. Lazima tuwatambue maisha ya watumishi wa Mungu, wapi walikotoka, waliokoka vipi na wapi wanapokwenda. We'd like to know and acknowledge where they're coming from, how they got here. Kwa hii toleo la kwanza tumeanza na baba yetu Pastor Absalom Nasua. And with the first issue, we are starting with Pastor Nasua. Na mara nyingi ndio itakuwa ikilidi front page ya story. And this is tied to the front page of the story. Hapa tunaangalia maisha ya mtumishi Absalom Nasua. Ni mtumishi ambaye aliweza kuihubiri Injili kipindi akiwa jeshini. Kitu ambacho ni ngumu zaidi kule ni kuamrishana. Yeah, and you know, the article will tell us how he started preaching the word of God in the army, and that's a particular difficult task. Na ilimweka pahali pazuri. But it placed him in a good position. Hiyo habari inapatikana hapa. Nitakalofuatia nadhani nitakuja na story ya Pius Muiru. Alianzia wapi? And in another edition we'll also have an article with regards to Bishop Pius Muiru. Kuna profile. And then in some of these we'll also have a page with regard to the profile of a person. Tunataka kuwafahamu watu pia. We also would like to know the people around us. Ni nani, anafanya nini, hasa watu ambao wanakuwa kidogo wana nafasi ya kuonekana katika maisha yetu na kuwa encourage wengine. And why do we want to do this? Because we want to study their lives and we want their lives to encourage others as well. Lakini ili magazine hii iweze kwenda na kuwafikia watu wote, tuna muda mdogo na naona ishara hapa, lakini tunahitaji kuwa na matangazo katika gazeti letu.
So in order for this magazine to reach as many people as possible, we need advertisement in the magazine. Na hapo ndo msingi napoenda kugotea. Hapo sitaki kusoma vitu vyote ndani, mtaipata kwenye gazeti, lakini kama una tangazo la kanisa, I would like to emphasize this. You'll read the magazine when you buy it, but the aim of my message is with regard to the advertisement. So if you have any advertisements for your church or that have to do with your church, basi tunakukaribisha. Please, we welcome you to advertise with us. Sio kanisa peke yake, hata kama ni biashara ambazo ili gazeti kwa misingi ya Kristo asitakubali tangazo hapa ambayo inaweza kusema alcohol. Yeah, it doesn't have to be an advertisement from your church. It can be anything. However, we will not accept advertisements that advertise alcohol, for example, or things contrary to the faith. Nadhani hiyo inaeleweka. So tunaona kama kuna matangazo ya sadaka. So if there are any offerings, any advertisement for tumeweza offerings. kuweka tangazo la hoteli hii, tumekuwa nao marafiki toka tumeanza makongamano, lipo katika magazine yetu. For example, this hotel has now become a friend of ours because we do many conferences here. They're also free to advertise with us. Na naweza nikaishia hapo kutokana na muda. Linapatikana pale, lishazinduliwa rasmi. Kwa kuchangia huduma hii litakwenda kwa $10 tu kwa kopi moja. So one copy will be $10, and that is to help the ministry of Umoja. Thank you. Amen, amen, amen. Naomba tumpigie makofi jamani. Kama unafuatilia vizuri huduma zetu, utaona jinsi gani ambavyo vitu vinaanza ku branch out, right? You know, kuna vijana kama Brother Nzali, they are doing very, very wonderful. Amen. Yeah, inasababisha wengine tujiandae kustaafu sasa. Si ndio? Amen.